سيدي حبيبي أحمدي زده مقام محمودا ودرجات العالي أحمدي يا رب اغفر لي سيدي حبيبي أحمدي فكرنا وعمرنا وعثماننا أحمدي يا رب اغفر لي سيدي حبيبي أحمدي ما سد الله عليه والتابعين أحمدي يا رب اغفر لي سيدي حبيبي anatoka chini ya hizi ashufur ya macho yake yanashuka manake yale chini ya macho. Fa idha ghasala yadaihi, anapoosha mikono yake, kharajatil khata min yadaihi, yanatoka makosa kutoka katika mikono yake. Yani yale maji yanapomwagika maana na makosa na hata takhruja min tati adhfari yadaihi, mpaka yanatoka chini ya kucha za mikono yake makosa. Fa idha masaha ra'sahu, anapopangusa kichwa chake, kharajatil khata min ra'sihi, yanatoka makosa kutoka kwenye kichwa chake. Hata takhruja min udhunaihi, mpaka yanatoka katika masikio yake. Fa idha ghasala rijlaihi, anapoosha miguu yake, kharajatil khata min rijlaihi, yanatoka makosa kutoka katika miguu yake. Hata takhruja min tahti adhfari rijlaihi, mpaka yanatoka katika chini ya kucha za miguu yake hivyo. Thumma kana mashyuhu ila almasjidi wa salatuhu nafila, kisha unakuwa kule kwenda kwake kuelekea msikitini na swala yake ni ya sunna. Sasa hata kama ni swala yake ni sunna, manake akila kiungo akikipaka inatoka. Rawahu an-Nisai wa Ibn Majah wal Hakim wa kharraja Ahmadu an Abi Umama radiyallahu anhu anna Rasulullah sallam qala, anasema Mtume, ayuma rajulin qama ila wudhui, mtu yoyote amesimama kuchukua udhu, yuridu sala, anataka kuswali, thumma ghasala kaffaihi, kisha akaosha vitanga vyake, nazalat kullu khati'ati min kaffaihi, inatoka kila makosa yote katika viganja vyake, ma awwal qatra, katika yale matone ya mwanzo ya maji yakitoka anatoka. Idha madhamadha wastanshaka wastansara, anapo sukutua na kupanisha maji puani na kupangusa pua yake, nazalat kullu khati'an min lisanihi wa shafataihi, yanatoka makosa katika ulimi wake na mdomo yake, pamoja na yale maji ya mwanzo yanayotoka. Idha ghasala wajhahu, akiosha uso wake, nazalat kullu khati'atin min sam'ihi wa basarihi ma awwal qatra, anapoosha uso wake utoka yale makosa kutoka katika masikio yake na macho yake, pamoja na yale maji ya mwanzo, yale matone ya mwanzo ya maji. Fa idha ghasala yadaihi, anapoosha mikono yake, ila mirfaqaini, mpaka kwenye mirfaqi za fundo mbili, wa rijlaihi, na miguu yake, alkabaini, mpaka katika nguyu mbili, salima fi dhambi, atasalimika kutokana katika dhambi. Wa kharaja ka hayatihi, na anatoka katika ile umbile lake, yauma waladatu ummu, siku ambayo mama yake amemzaa. Udhu qala, akasema, fa idha qama ila salati, anaposimama saa kuswali, rafa Allahu darajatahu, umnyanyua Mwenyezi Mungu daraja yake. Wa in qada saliman, ikiwa kama atakaa akiwa amesalimika katika ile dharura, kwa hawezi haba kusimama. Akifuata utaratibu huo wa kuchukua udhu, lakini mtu anatakiwa awe mtulivu, awe kimya, ashughulike na ule udhu wenyewe. Udhu ni ibada, kwa sababu anatakiwa kwenda kutekeleza ibada ya Mungu kupitia udhu ule. Sharti mambo yao yapatikane, lakini sio anachukua udhu, anapiga story, anashuka na mambo mengine huku anaendelea kuchukua udhu. Hapo udhu atakosa mambo haya yote. Kwa tunaona namna gani fadhila zimekuwa nyingi kabisa. Udhu ni jambo kubwa kabisa. Hikaya, anasema kuna hikaya hapa simulizi, jaa Jibril alayhi salamu ila nabii, alikuja Jibril kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa maahu sariru min dhabi,
pamoja naye yuko na kitanda cha dhahabu. Qawaimuhu min fidda, vile vilivyosimamisha kile kitanda ni visimamio vyake vile vya fedha. Mumdadu bil yakuti, vimewekewa ile kama meza ya yakuti, aina za vitu vya thamani hivyo. Walulu'i wa zabarjadi, na lulu na zabarjadi. Mafrushun bisundusi, na vimewekewa ile godoro yake na ya sundusi wa istabraqi. Hivyo ni vitu vyote ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni vitu ambavyo viko peponi huko, vitu vya thamani ya hali ya juu, haifikii thamani ya kitu chochote katika thamani ambazo duniani hapa vipo vitu hivyo. Sundusi, istabraqi, zabarjadi, lulu, yakuti. Kaja nacho Jibril hicho kitanda kwa Mtume sallam. Fastaqara lal ardi, kisha akatuliziana pale katika ardhi, akakaa bibatha Makkah, pale Makkah. Fasallama ala nabi, akamsalimia Mtume Jibril. Wakaada wala sariri, kisha akamweka Mtume kwenye kile kitanda. Wama 70,000 malakin, na pamoja naye Jibril kulikuwa na malaika 70,000. Fadharaba bijanahaihi, Jibril akapiga na mbawa zake al-ardha, katika ardhi. Fanubiati ainu mai, ikatoka chemchemu ya maji. Fatawadha Jibril, akachukua udhu Jibril. Wa ghasala a'dha'ahu 3, akaosha viungo vyake mara 3 Jibril. Watamadhmadha 3, na akasukutua mara 3. Wastanshaka 3, na akapanisha maji puani mara 3. Thumma qala, kisha akasema Jibril baada ya kuchukua udhu, ashhadu an la ilaha illa Allah, nashuhudia ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu, wahdahu, peke yake, la sharika lahu, ana mshirika yeye, wa annaka Muhammadur Rasulullah, hakika wewe Muhammad ni mjumbe wa Mungu. Ba'athuka bil haqi, kutuma kwako wewe Muhammad ni kwa haki. Ya Muhammad, Muhammad, qum, simama, wafa'al kama fa'altu, fanya kama nilivyofanya mimi, yani achukue ule udhu kama alivyochukua yeye. Fafa'ala an-nabii sallallahu alaihi wasallam mithlahu, Mtume akafanya vile mfano alivyofanya Jibril, akachukua naye vile udhu. Faqala, akasema Jibril, ya Muhammad, Muhammad, qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, hakika amekusamehe Mwenyezi Mungu wewe madhambi yaliyotangulia na aliyochelewesha. Wa yaghfiru liman sana mithla ma sana'atahu, na atasamehewa madhambi yayo kwa mfano hivyo ulivyofanya wewe. Kwa yule mwenye kufanya mfano wa ulivyofanya wewe, madhambi yake atasamehewa vile vile. Hadithaha wa qadimaha, yale madhambi yake mapya na madhambi yake ya zamani. Sirraha wa alaniyataha, madhambi yake yale ya siri yake na yale ya wazi yake, aliyofanya kwa siri na afanya kwa wazi. Amdaha wa khataaha, yale aliyofanya kwa kukusudia na yale aliyofanya kwa bahati mbaya, makosa kwa bahati mbaya. Wa harrama lahamahu wa damahu ala nari, na itaharamishwa nyama yake na damu yake na moto wa jahannam. Kadha fi nuzhatil majalis, habari hizo katika nuzhatul majalisi utazikuta huko. Anaelezea hekaya, inasimuliwa fadhila na uzito na utukufu wa udhu. Kwa maana hii, maana yake udhu ni jambo kubwa sana, kumbe sio jambo la maskhara, sio jambo la mchezo, sio jambo la kulichezea kama tunavyofanya sisi katika zama zetu. Yani ushtuki, huna wasiwasi, unafanya maskhara na udhu. Kwa maelezo haya, kama udhu ni jambo kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia zile ibada zetu tunazozifanya. Tambii wanasema hapa, idha tawadhata fil hamami, unapochukua udhu chooni, fatanwi fil qalbi, basi wewe utanuia katika moyo, min ghairi lafdhi bil lisani, basi na kutamka kwa ulimi. Lianna niyata fil qalbi, hakika ya kuchukua nia, kutia nia katika moyo, wa talaffudhu biha sunna. Lianna niyatu fil qalbi, pia kuchukua nia ni katika moyo, ndio nia ilipo. Wa talaffudhu biha sunna, na kule kuitamka nia ni sunna, sio lazima. Addu'a baada al-wudhu'i, kuomba dua baada ya udhu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, nashuhudia ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu, wahdahu, peke yake, la sharika lahu, ana mshirika yeye. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu,
nashuhudia ya kwamba bwana wetu Muhammad ni mjumbe wake, ni mja wake na mtume wake. Allahumma ja'alni minat tawwabin, Mola wangu wa haki nijalie mimi ni miongoni mwa wenye kutubia. Waj'alni minal mutatahhirina, na unijalie mimi miongoni mwa wenye kujitaharisha. Waj'alni min ibadika salihina, na unijalie mimi miongoni mwa waja wako waliokuwa wema. Subhanaka, kutakata na maovu ni kwako Mungu. Allahumma, Mola wangu wa haki, rabbana, bwana wetu mlezi, wa bihamdika, na haja kukusifu wewe. Ashhadu an la ilaha illa anta, nashuhudia hapana mola isipokuwa wewe. Astaghfiruka, naomba kufutiwa dhambi na wewe Mungu. Atubu ilaika, na natubia kwako. Hiyo ni dua baada ya udhu. Ukishatia udhu, baadaye unaomba dua. Watu wengi hawafanyi amali hiyo. Mtu baada ya udhu ashughuliki na mambo hayo. Wa sallallahu, unamalizia wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baada ya hapo, thumma taqra'u suratal qadri ila akhiriha. Kisha dua hiyo, kisha unasoma inna anzalnahu, suratul qadri, inna anzalnahu mpaka mwisho wake 3 mara 3. Thumma taqra'u suratal ikhlas ila akhiriha, kisha unasoma suratul ikhlas kul huwallahu 3 mara 3. Thumma taqra'u ayatul kursi ila akhiriha, kisha unasoma ayatul kursi mpaka mwisho wake mara 1. Inna anzalnahu mara 3, Allahu 3 na ayatul kursi 1. Ushasoma dua baada ya udhu, kisha unasoma hizo sura Ambapo Sheikh anasema kwa suratul qadri ndio hiyo ameeleza. Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadri, laylatul qadri khairun min alf shahr, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amri, salamun hiya hatta matla'il fajr. Mara 3 Kisha unasoma bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, pia mara 3. Kisha unasoma bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Unasoma mara 1. Faida ya dua baada ya udhu na faida ya hizo sura unazosoma hizo baada ya udhu, faida yake ni ipi? Sheikh anasema akhraja Muslim wa Tirmidhi, ameitoa Muslimu na Tirmidhi an Umar radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume anasema man tawadda fa ahsana alwudhu'a, mwenye kuchukua udhu kisha akaufanya vizuri udhu, thumma qala, kisha akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa la sharika lahu, kama tulivyosema, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Akasema maneno hayo, futihati lahu 8 abwabil janna, itafunguliwa kwa ajili yake milango 8 ya pepo. Yadkhulu min ayyiha shaa, ataingia katika mlango wote katika hiyo 8 anaoutaka. Allahu akbar. Mwanadamu anataka nini tena? Jambo kubwa hilo. Usomeni dua hiyo. Ukisoma dua hiyo unafunguliwa milango 8 ya pepo, kisha unaambiwa uingie unaoutaka. Wa akhraja an-Nisa'i wa ana Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anin nabii sallallahu alayhi wasallam annahu qala, asemaje Mtume, man tawadda thumma qala, mwenye kuchukua udhu kisha akasema subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Akaongeza kule zamani kule akaishia waja'alni minat tawwabin waja'alni minal mutatahhirina, huko akaongeza subhanaka allahumma bihamdika. Katika riwaya nyingine ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Taba Allahu alaiha, Mwenyezi Mungu anapiga chapa maneno hayo. Lam yuksar thumma rufi'at ta'ata al-arshi ila yawmil qiyama, kisha anapandishwa maneno hayo mpaka katika arshi ya Mungu mpaka kiyama kitasimama, yatasoma maneno hayo. Kwenye riwaya hii kaongeza maneno huko, kule kaishia kule
kule kaishia wajani mina mutatahirina, anafungulia milango 8 aingia anautaka. Huko kaongeza maneno, yanapigwa chapa maneno, yanapigwa muhuri maneno hayo, kisha yananyanyuliwa mpaka katika arshi ya Mungu, mpaka siku ya kiyama yanakuwa yameandikwa maneno hayo. Wa fil khabari, katika maelezo, innal abda idha fatiha min wudhu'ihi, ikamja anapomaliza udhu wake, faqala, akasema subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, yakhtimu lahu bi khatamil khairi, anapigwa muhuri mtu huyo, ule muhuri wa khairi. Anapigwa muhuri. Thumma yudha tata al-arshi, kisha unawekwa chini ya arshi, fala yuksaru hatta yudfa ilayhi yawm al-qiyama, hautoondoshwa muhuri huo, hautovunjwa huo mkataba uliowekwa wa huo muhuri, hatta yudfa ilayhi yawm al-qiyama, mpaka yudfa ilayhi yawm al-qiyama, mpaka uonyeshwe kwake yeye siku ya kiyama, au alipwe kwake yeye siku ya kiyama. Katika Khazinatul Asrari habari hizo zipo. Waqala sallam man tawadda faqala, mwenye kuchukua udhu akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa la sharika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, kabla an yatakallama, kabla ya kusema chochote. Kusoma ile dua kwa kuongeza hiyo maneno haya katika riwaya hii, kabla ya kusema chochote mnokatia maneno hayo. Ghafara Allahu lahu ma baina al-wudhu'aini, atamsamehe Mwenyezi Mungu mtu huyo sehemu ile wakati ya udhu wa aina mbili, yani kabla hajafikia udhu mwingine nasamehewa hapo katikati. Wa yakra baadahu, na kusema baada yake qul huwallahu ahadu, ndio zile sura qul huwallahu ahadu, akasoma li anna nabiy sallallahu alayhi wasallam amara Ali ibn Abi Talib karramallahu wajha, mtume alimwamrisha Saidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajha utukuze Mwenyezi Mungu uso wake, wa radiyallahu ta'ala anhu bidhalika, alimwamrisha hivyo. Kashasoma dua asome hiyo kul huwallahu. Wa qala yunadi munadi, akasema atanadi mwenye kunadi siku ya kiyama, ya madihar rahmani, mwenye kumsifu Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, kwa kusoma hiyo kul huwallahu. Qum, simama, fadkhulil janna, simama ingia peponi. Wa yakra aidan, na kusoma vile vile inna anzalnahu fi ayatil qadri, zile sura sana zielezea zile katika riwaya. Sasa tumesema kule unasoma inna anzalnahu, unasoma na kul huwallahu, inna anzalnahu 3, kul huwallahu 3, na ile ayatul kursi. Sasa anazielezea katika riwaya. Wa yakra aidan inna anzalnahu fi ayatil qadri, na asome vile vile inna anzalnahu fi ayatil qadri mpaka mwisho. Lima urida fil hadithi, kwa yale yaliyopokelewa katika hadithi. Man qara inna anzalnahu fi ayatil qadri aqiba wudhu'ihi, mwenye kusema inna anzalnahu fi ayatil qadri mpaka mwisho, baada ya kumaliza udhu wake, ufila lahu dhunubu 40 sana, anafutiwa yeye madhambi ya miaka 40. Kadha fi nuzhatil majalis, katika nuzhatul majalis habari hizo zipo, ameeleza kwa upana. Amesema hapo mwenye kusoma inna anzalnahu baada ya udhu wake anasamehewa madhambi ya miaka 40. Waruya anin nabii sallallahu alayhi wasallam, imesimuliwa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, annahu qala man qara baada wudhu'ihi surata inna anzalnahu ila ayatil qadri marratan wahida, mwenye kusoma baada udhu wake inna anzalnahu ayatil qadri mara moja, atahu Allahu ta'ala thawaba 50 sanatan, Mwenyezi Mungu atampa yeye thawabu za miaka 50. Qiyama lailiha wa siyama nahariha, atampa thawabu za miaka 50 kwa kusimama usiku wake na kufunga mchana wake. Allahu akbar. Sio thawabu za miaka 50 kwamba kakaa, thawabu za miaka 50 ni qiyama lailiha wa siyama nahariha, kwa kusimama usiku wake na kufunga mchana wake, yani vyote viko ndani. Wa man qara'aha marrataini, na mwenye kusoma mara 2 nazalnahu hiyo, atahu Allahu ta'ala, atampa Mwenyezi Mungu aliyakuwa ametukuka, maata Ibrahima wa Musa alayhi assalam, yale aliyompa Ibrahimu na Musa, rehema amani iwe juu yao. Sasa Mungu kampa
kampa Nabii Ibrahim, kampa Musa, mangapi kubwa tunayoyajua na mengine tusiyojua. Mitume wale akisoma mara 2 inaanza nao. Man qara'aha 3 marati, mwenye kusoma mara 3 inaanza nao. Yaftahu Allahu lahu 8 abwabi, atafunguliwa yeye kwa ajili yake milango 8 ya pepo, abwabil janna, yadkhulu min ayiha shaa bila hisabin wala adhabi, ataingia katika mlango wote katika hiyo 8 anaoutaka yeye bila ya hisabu wala adhabu. Haisabiwi manake. Ni jambo kubwa sana hili. Lianna man nuqisha fil hisabi faqad halaka, mtume anasema atakayepitishwa katika hisabu ya Mungu kaangamia huyo. Kila anayekaguliwa na matatizo. Kwa hiyo ukipata nafasi na bonus ya kutokuhesabiwa ni jambo kubwa. Na mtume akasema kule katika riwaya nyingine, sayadkhulu aljannata min hadhihi al-umma 70,000 bila hisabin wala iqab, wataingia katika umati wangu watu 70,000 bila ya hesabu wala adhabu. Yani wakitoka makaburini tu wananyosha moja kwa moja peponi. Ni miongoni mwa hao. Sasa huyu naye mwenye kusoma inaanza nao 3 anaingia kwenye kundi lile. Yani haisabiwi. Adhibiwi wala haisabiwi, akifufuka tu moja kwa moja ananyosha anakwenda peponi. Katika Khazinatul Asrari habari hizo zimeelezwa kwa upana zaidi. Wa fi riwayati man qara'a hadhihi as-sura, mwenye kusoma sura hii inna anzalnahu maratan, mara moja, katabahu Allahu minas siddiqina, anaandikwa na Mwenyezi Mungu miongoni mwa wasiddiqina, yani wale watu wa kweli. Hiyo ni daraja, as-siddiqina ni daraja. Ni daraja kubwa hilo ambao Mungu amesema kule, wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minas siddiqina washuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ni daraja. Wa man qara'aha marrataini, mwenye kusoma mara 2, katabahu Allahu minashuhada, anaandikwa katika mashahidi, watu ambao wamekufa mashahidi. Wa man qara'aha 3 marrati, mwenye kusoma mara 3 inaanza nao, yahshuruhu Allahu fi zumratil anbiya alayhimus salam, Mwenyezi Mungu atamfufua na kumkusanya katika lile tupsi, katika lile kundi la manabii, amani iwe juu yao. Unafufuka na manabii wote. Khazinatul Asrari habari zipo. Wajaa fil hadithi man sarrahu an yamla baitahu khairan, mwenye kufurahishwa kujazwa nyumba yake khairi, nyumba yake ijae khairi, faliyaqra ayatul kursi kathiran, asome ayatul kursi kwa wingi, ambayo hiyo pia ipo katika baada ya udhu unasoma. Man qara'aha aqiba al-wudhu, mwenye kusoma baada ya udhu ayatul kursi hiyo, rafa Allahu lahu 40 daraja, anamnyanyua Mwenyezi Mungu mtu huyo daraja 40. Wa khalaqa min kulli harfin malakan, na ataumba Mwenyezi Mungu kutoka kila herufi moja katika ayatul kursi kumuumba malaika. Yastaghfiru liqari'iha ila yawmil qiyamah, kazi yake malaika huyo kupitia kila herufi moja, kazi yake ni kumuombea yule msamaha mpaka kiyama kinasimama. Allahu akbar. Maana yake hata kama udhu unao sasa hivi, katie udhu tena, ukifika muda sana katie udhu, alafu ufanye mambo hayo, ukutane na hizo habari zilizokuwa kubwa. Kaza fi nuzatil majalisi utakuta mambo hayo. Ma yuqalu inda dukhuli fil masjidi wal khuruji minhu, yale anayosemwa wakati wa kuingia katika msikiti na kutoka msikitini. Ad-dukhul, kuingia msikitini, idha arada al-insanu ay al-musalli, anapotaka mwanadamu haya anakusudia mwenye kuswali, an yadkhula fil masjidi, kuingia msikitini, fali yadkhulu bi rijlihi al-yumna, aingie kwa mguu wake wa kulia, qailan, hali ya kusema a'udhu billahi al-azim, najilinda kwa Mwenyezi Mungu aliyekuwa mtukufu, wa biwajhihi al-karim, na kwa dhati yake Mungu tukufu, wa sultanihi al-qadim, na utawala wake Mungu wa tangu, minashaitani rajim, kutokana na shetani aliyorujumiwa. Bismillahi, kwa jina la Mwenyezi Mungu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi, Mola wangu haki, mtakie rehema bwana wetu Muhammad. Bismillah, kwa jina la Mwenyezi Mungu, wa salatu wassalamu na rehema na amani ala rasulillah, imwendee bwana mtume wa Mungu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfirli, Mungu nisamee mimi dhunubi, madhambi yangu, waftahli abwaaba rahmatika, na unifungulie mimi milango ya rehema zako. Wa inda dukhuli fil masjidi, na wakati wa kuingia msikitini,
tusallimu, unatoa salamu, ai takrau, unasoma assalamu ala man fil masjid, unamtakia salamu alokuwa msikitini, qailan, hali ya kusema assalamu alaikum. Ukiingia msikitini tu assalamu alaikum unasema hivyo, yani kuwe kuna mtu kuwe hakuna mtu, kuna malaika wapo mule, si nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. فضيلة محمد وصفة الفضيلة هي الخلافة العالية ووعظه مقام مأمون الذي وعيد إنك لا تخلف الميعاد يا حق. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Inshallah tumalizie, tutafutie kituo hapa. Tahiyatul masjidi, tahiyatu almasjidi. Ukishaingia ushatoa salamu pale, una swali tahiyatul masjidi, maamkizi ya msikiti. Thumma tusalli rak'atayn tahiyatul masjidi, kisha unaswali raka mbili maamkizi ya msikiti. Ania, nia yake hiyo swala, nawaitu usalli rak'atayn, na nuia kuswali raka mbili tahiyatul masjidi, maamkizi ya msikiti, lillahi ta'ala, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu aliyekuwa ametukuka. Allahu akbaru, unafunga swala. Rak'atul ula, raka ya kwanza, al-fatihatun, nasema baada ya fatha kuja al-kafiruna na al-kafirun mpaka mwisho. Rak'atu thani, raka ya pili, al-fatiha wa qul huwallahu ahad mpaka mwisho. Baada salam na baada salam tani wal itikaf. Baada ya salamu unatia nia ya itikafu. Tia nia ya itikafu. Sunnatul itikafi, sunna itikafu. Nia yake ania. Nawaitu sunnatul itikafi. Natia nia na nia sunna itikafu qaimatan fi hadha almasjidi, hali ya kukaa katika huu msikiti, lillahi ta'ala, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu aliyekuwa ametukuka, walhamdulillahi rabbil alamin, na sifa zote nzima namstahiki Mwenyezi Mungu. Ndio nia ya itikafu hiyo. Baada ile raka ya tahiyatul masjidi, na waitu sunnatul itikafi mudata iqamati fi hadha almasjidi, muda wa kukaa kwangu katika huu msikiti, lillahi ta'ala, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu aliyekuwa ametukuka, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-khuruj min al-masjid, kutoka msikitini. Wa idha arada al-mu'takifu, anapotaka mwenye kukaa itikafu, ai mwenye kuswali, ay yakhruj min al-masjid, kutoka msikitini.
akitaka kutoka falyakhruju birijli yusra, anatoka mguu wake wa kushoto. Waliyata'awadh min ash-sharri wash-shaytani ar-rajim, anatakiwa ajilinde kutokana na shari na sheitani aliyorujumiwa. Qailan, hali ya kusema, anatoka sasa, a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitani ar-rajim, najilinda kwa Mwenyezi Mungu mwenye kusikia na mjuzi kutokana na sheitani aliyorujumiwa. Bismillahi, kwa jina la Mwenyezi Mungu, wassalatu wassalamu, na rehema na amani ala rasulillah, mwendee mtume wa Mungu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfirli, e Mola wangu wa haki nifutie dhambi mimi, ighfirli dhunubi, nifutie dhambi zangu, waftah li abwaba fadlika, na unifungulie mimi milango ya fadhila zako. Allahumma inni a'udhu bika min iblisa wa junudihi, e Mola wangu wa haki mimi najina kwako kutokana na ibilisi na jeshi lake. Thumma yakhruju, kisha anatoka. Fakana Allahu lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaykum wal afwa minkum. Takomea hapo inshallah. فرت بعين الفكر في حال حضرتي حبيبا تجلى للقلوب فحنتي سقاني بكأس من مدامة حبه سقاني بكأس من مدامة حبه كان من الساقي غماري وسرتي لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله نادمني في كل يوم وليلة نادمني في كل يوم وليلة ما زار يرعاني بعين المودة لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله علونا مذ سلكنا طريقكم علونا مذ سلكنا طريقكم لا نرتقي المقام إلا بذكركم لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله فضلك يا الله نشكر إليك ربنا بفضلك يا الله نشكر إليك ربنا بعث لنا هذا وليك الحقيقة فضله يا الله نتوسل إليك ربنا فضله يا الله نتوسل إليك ربنا جاهي وليك الأمين ومربنا الحقيقة لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله هو أبونا وأستاذنا ومربونا هو أبونا وأستاذنا ومربونا هو نورنا وجوهرنا ومعدن الحقيقة لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله باه بهي أي كبدر علامة باه بهي أي كبدر علامة ما بين كتفيه علامة محمد لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله سعدية الحال تدرى البصائر سعدية الحال تدرى البصائر عليكم بالذكر الحرية عند المحجر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله